Tena katika channel yetu ni mimi Anzia, na katika huu mwaka tutaenda zaidi kuangalia vitu ambavyo vimetokea katika huu mwezi wa kwanza, ambapo kitu ambacho kinatokea kila mwaka ni CES, ambayo ni Consumer Electronic Show. Katika hii CES vitu vingi ambavyo vinaonyeshwa ni baadhi ya makampuni mengi duniani, makubwa madogo, na ambayo yanaanza kuonyesha vitu ambavyo wamevitengeneza au wamevifanyia invention. Makampuni takriban zaidi ya 41 yanakuwa na hakikisha yanaonyesha vile vitu ambavyo yamefanyia kazi kwa muda fulani na kuweza kuonyesha, hata kama vinakuwa vinatoka karibuni au vimeshatoka ambavyo havijulikani, watakuwa wanavionyesha. Na makampuni hayo ni kama vile makampuni ya afya, makampuni yanayohusika na kutengeneza vifaa vya nyumbani, makampuni yanayotengeneza taa za nyumbani, makampuni ambayo yanatengeneza sensor, makampuni ambayo yanatengeneza electronics, na makampuni mengi na mengi ambayo yatakuwa yanaonyesha vitu vyake. Na katika mwaka 2026 kitu kikubwa kabisa ambacho kinaonyeshwa ni Reasoning AI, ambapo ni kwamba tunajua maroboti ya tangu mwaka uliopita yalikuwa yanafanya kazi kulingana na zile data ambazo zilizopo. Kwa mfano, magari ya miaka ya nyuma yanakuwa yanasoma kulingana na vile vitu ambavyo yalifundishwa, na kama kile kitu ambacho hajafundishwa kakutana nacho, kwa hiyo inashindwa kuelewa kile kitu ni namna gani ya kukiavoid, kama ni kuzuia ajali au kufanya kitu ambacho kinatakiwa kwa usahihi. Hii Reasoning AI ni AI ambapo inavyofanya kazi. Tunaona Nvidia ambao ndo wamekuja nayo rasmi. Mwaka uliopita Nvidia walikuwa na Blackwell, ambayo Blackwell chip ni chip ambayo ilikuwa imeunganishwa kwa chip mbili, ambazo kila chip moja ilikuwa na transistor zaidi ya bilioni 104, na Blackwell kama Blackwell yenyewe ilikuwa na transistor bilioni 208. Sasa mwaka huu wamekuja na chipu ambao wanasema ni zaidi ya Blackwell, ambapo hii chipu ambao wameeleza sasa hivi inaitwa Nvidia Rubin, pamoja na AI yao mpya ambayo itakuwa inatumika kwa ajili ya reasoning model, ambapo wameleta hiyo chipu kwa sababu wanaleta teknolojia mpya katika magari, ambapo sasa hivi wameanza na magari ya Mercedes-Benz LCA ya mwaka 2026, ambapo hayo magari yatakuwa na hiyo chip kwa ajili ya kufanya reasoning model. Kwa hiyo magari hayo yatakavyokuwa yanafanya kazi ni kwamba yatakuwa ni self driving car ambazo zinakuwa zinafikiria kama binadamu wanavyokuwa wanafikiria, kwa maana ya kwamba zinakuwa zinafanya actions ambazo binadamu ataweza kuwa kunazifanya yeye peke yake. Kwa hiyo zinakuwa zinafikiria then zinafanya maamuzi zenyewe. So hii ni mojawapo ya teknolojia ambayo imeonyeshwa katika CES. Tuna expect za labda 2026 mwishoni au mwakani haya magari yatakuwa yanatumika kwa ajili ya watu na yataenda nchi nyingine ambazo alizitaja Jensen Huang. Na kitu kingine ambacho kipo katika CES ambacho kimekuwa kikitrend sana ni Samsung. Na kwenye CES ya mwaka huu kampuni ambazo zipo nyingi sana. Kuna kampuni za Samsung, LG, Nvidia, na kampuni nyingine kama Sony, Hyundai na nyingine ambazo zinahusiana na kutengeneza maroboti. Tumeona Samsung imekuja na TV yao mpya ambayo ni inchi 130, ambayo inaitwa Samsung inchi 130, ambayo inatumia OLED RGB. So hii chip, hii TV imetengenezwa kwa kuwa na OLED au zinakuwa zile Samsung imekuja na TV yake mpya ambayo inaitwa Samsung inchi 130
micro LED RGB. Hii ni TV ambayo ina quality ya hali ya juu, kwa sababu ya zile LED zake zipo karibu sana na ni micro, ziko zaidi ya micro 100 kwa ukaribu wake. Kwa hiyo kama ukiona picha ya uhalisia ni vigumu sana kuweza kuona kama ni giza, unaliona giza kwa vizuri na vitu kama hivyo. LG pia tunaona wametoa baadhi ya vitu ambavyo viko vizuri kabisa. Roboti zao, kuna gari lao ambalo wamelitengeneza pia ambalo ni kama unakuwa ukikaa ndani ya ile gari una experience vitu ambavyo experience katika nje, lakini ni kwamba lipo, unakuwepo kule ndani, then unakuwa una observe hivyo vitu. Kampuni nyingine ambazo zimetengeneza marobots tumeona mengi. Samsung pia kwenye Samsung pia katika TV yao kuna vitu vingine ambavyo wametoa, kama simu yao ambayo inaitwa trifold, ambayo inajifungua mara 3, ambayo hinge zake zinatumia titanium. Na viko vitu vingi sana ambavyo Samsung wamekuwa wameonyesha. Kuna makampuni mengi ambayo yalikuwa yameonyesha. Kwa mfano, kuna kampuni nyingine ambazo zimeonyesha glasi zao kwa ajili ya unavaa then unakuwa unaona yale mazingira kwa uhalisia, ambazo wanaziita kama vile MetaQuest, ambazo zinakuwa jinsi zinavyokuwa zinafanya kazi. Na tunaona katika hii CES vitu ni vingi sana. Kuna vitu vingine kama vile maroboti ambayo yanaweza kupanda ngazi, yale ambayo yanafanya usafi nyumbani. Zile robots ambazo zinakuwa zinafanya usafi nyumbani, zinazunguka then zinakuwa zinasafisha nyumba yako. So vitu ni vingi ambavyo katika CES 2026 vimetoka. Ningependa kuelezea kwa video moja kwa video nyingine. Kwa hiyo hakikisha umesubscribe, like, comment and share. Alafu nitakuwa ninatoa video zaidi na zaidi ili kuweza kujua nini kimetokea katika CES 2026. So asante kwa kuangalia mpaka mwisho, na see you on the next one.